Kama ungekuwa na nafasi ya kuchagua mzazi wako, je, ungemchagua baba yako? Kwa baadhi yetu jibu ni hapana. Alitupa jina lakini hakutupa upendo. Alitoa chakula lakini hakuleta faraja. Kwa wengine baba ni jina la hofu na si heshima. Lakini swali ni hili, unawezaje kuishi na baba mwenye roho mbaya? Unawezaje kumtazama kila siku, ukimtunza, ukimvumilia bila kugeuka kuwa kama yeye, bila kuchukia maisha, bila kupotea? Video hii ni kwa ajili ya wale walioteseka kimya kimya, waliolia chumbani wakiwa watu wazima, waliobeba familia iliyojaa ukatili, lakini bado wakabaki watu wa rehema. Kama wewe ni mmoja wao, hii video ni yako. Na hizi ni njia za kuishi na baba mwenye roho mbaya. Twende pamoja. Namba 1, samehe. Sio kwa sababu alistahili, bali kwa sababu unastahili amani. Kusamehe ni kama kuachilia mzigo mzito uliobeba kwa miaka. Baba yako anaweza asikuombe msamaha, anaweza kufa bila kusema pole, lakini bado unaweza kuishi ukiwa huru. Samehe sio kwa sababu alistahili, bali kwa sababu roho yako inastahili kupumua. Namba 2, zungumza kwa heshima lakini usinyamazie kila kitu. Ukimya wa maumivu ni sumu ya polepole. Ikiwa kuna nafasi ya kuzungumza naye, sema ukweli kwa heshima. Hata kama asikii leo, maneno yako ni ushahidi wa ukuaji wako. Sauti yako ni ya thamani, usiinyime nafasi. Namba 3, jenga mipaka ya kiakili na kihisia. Unaweza kuishi naye, lakini usimpe nafasi ya kukuvunja kila siku. Mipaka sio ubaya, ni ulinzi wa nafsi. Kama anasema maneno ya kukuumiza, jifunze kutoyameza kama ukweli. Usijaribu kumshinda kwa hasira, mshinde kwa utulivu. Moyo unaojilinda huishi hata katikati ya mawe. Namba 4, tambua kuwa tabia yake si kosa lako. Jambo la kwanza ni kutojilaumu. Hujakuwa tofauti kwa sababu ya maneno yake. Hujakuwa wa thamani ndogo kwa sababu hakuwahi kukupongeza. Roho yake mbaya sio kioo cha wewe ni nani. Watu waliovunjika moyo huwa wanavunja wengine pia. Usijifanye wewe ndiye sababu ya majeraha yake. Namba 5, jitunze mwenyewe kwa makusudi. Unahitaji sehemu ya kupumua ya ndani. Jitunze. Tafuta marafiki wazuri, mshauri, au hata andika hisia zako. Fanya mazoezi, omba ama soma. Usiruhusu maumivu ya nyumbani kuwa maisha yako yote. Wakati mwingine kujitunza ni namna ya kujikomboa kimya kimya. Namba 6, usijilinganishe. Wengine wanaita baba zao best friend, wewe huenda ujui hata kumkumbatia. Usijilinganishe. Safari yako ni tofauti, na bado inaweza kuwa na mwisho wenye uzuri. Wewe si historia ya baba yako, wewe ni mwanzo mpya. Namba 7, ikiwa kuna hatari, tafuta msaada. Sio kila hali ya nyumbani inaweza kuvumiliwa. Ikiwa baba ni mkali hadi kuhatarisha maisha, usikae kimya. Tafuta msaada kwa ndugu, kwa taasisi na hata kwa mamlaka. Heshima haimaanishi uvumilivu wa mateso. Afya yako ya akili ni ya maana zaidi ya heshima isiyo na utu. Baba yako anaweza kuwa kuwahi kukuambia nakupenda, lakini bado unaweza kujifunza kupenda. Anaweza kuwa kuwahi kukuonyesha ukaribu, lakini bado unaweza kuwa mtu wa kwanza kutoa ukaribu kwa wengine. Maumivu hayawezi kubadilika kuwa furaha ya ghafla, lakini yanaweza kuwa mbegu ya hekima, huruma na uzima mpya ndani yako. Usiruhusu historia yake ikavuruga hatima yako. Wewe ni zaidi ya majeraha yaliyopita.